Mimi naona ofisi ya Farouk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Kuna video fulani Farouk Kibet anatoa John Mbadi kwa red carpet. The CS for Treasury John Mbadi was offed from the red carpet by Farouk Kibet, PA wa William Ruto. Vitu zingine kama Gachagua anasema mang'ombe wa ODM wanafikiri Gachagua ni mjinga. Kuna ng'ombe fulani kwa ODM wanafikiri Gachagua anasema tu maneno yake. Farouk Kibet is a co-president. Actually nimeona hiyo video, Farouk Kibet anamsukuma John Mbadi ambaye ni CS wa Treasury kwa hii serikali ya bread based. So that Farouk Kibet sio mtu mdogo vile nani bwana El Chapo alisema ati Farouk ni bwana mdogo, sijui ni mtu mdogo. Si mtu mdogo. Farouk is actually a co-president. Yeye ndio kila mtu anamuinamia. Na Farouk, mimi nataka kukuambia wewe siku yako itafika. Na ni 2027 mtaenda nyumbani. We have no any other business with you. You and your Ruto. You and your everything. Kwanza ni mtu ya class 6 anasukuma Mbadi mtu wa university. Very shameful. Mang'ombe wale wa ODM kemeni huyu jamaa anaitwa Farouk, kumbavu zenu. I'm very proud of Farouk Kibet. Yeye ndiye ameharibu hii serikali yetu na kukoroga. Nisema hatupangwingwi, lakini huyu Farouk sio mtu wa kiburi, ni mtu wa kunyorosha kazi. Mimi naona ofisi ya Farouk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Lakini hamkusema zile shida huyu Farouk Kibet anapatia wajumbe. Kienda kwa ofisi ya naibu wa rais, wacha tuseme tu kweli. Farouk hapo nje ndio anatunyorosha sana. Huyo msaidizi wa rais ndio alianza kukoroga siasa yetu hapa. Huyu msaidizi wa rais unamjua? Si unamjua? Unamjua? Kuna mtu amjui? Hakuna mtu amjui. Mimi nataka kuuliza Raila Amolo Odinga. Ulipeleka John Mbadi akuwe CS wa Treasury ashughulike na vile economy itakuwa mzuri, ama apigwe makofi na aibishwe na asukumwe na angushwe? Hiyo ni swali nataka kuuliza. Swali lingine nataka kuuliza Gaucho. Wewe ulisema unatetea serikali. Serikali unatetea ukiwa upande gani? Unatetea Kibet akipiga Mbadi ama unatetea serikali aje? Kila mtu sahi ameona ile kofi yenye John Mbadi alipigwa CS wa Treasury. Kila mtu ameona hiyo kofi. Mimi niliona vile CS Mbadi alipigwa mpaka nikamhurumia. Alafu zile video zenye nimeona zina trend, hapo pali ya kofi haiko. Mwisho wakati alisukumwa akienda kuanguka, alishikiliwa na jamaa mwingine. Wakati alirudi kwa red carpet alipigwa kofi mbaya sana. Akaachwa ameanguka pale. CS Mbadi aliacha ameanguka chini. Mimi nataka kuuliza Raila Amolo Odinga. Wewe ni kiongozi ambaye unatetea haki za raia. Hivyo ndio unasemanga atulikuwa tunataka kwenda Afrika kutetea Afrika mzima. Sasa kiongozi wako akipigwa kofi hivyo mbele ya kamera hadharani, mbele ya watu wengi, unajaribu kutuonesha aje? Mimi nataka Raila Amolo Odinga ajitokeze, atoe statement kuhusu hiyo kofi yenye Mbadi alipigwa. Alafu tena Gaucho ajitokeze au aseme anatetea serikali gani. Hiyo ni point ama si point? Hiyo si ni point. Lakini meanwhile kitu yenye Kibet amefanya si kitu mzuri. Farouk is high time aambiwe ukweli, afanye vizuri akiwa na Dennis Itumbi. Alafu in the meantime mimi nitakwambia CS Mbadi juu nasikia alipelekwa hospitali huko Rongo, apate quick recovery, arudi kwa Treasury. I wish I could sympathize with Mbadi, but I cannot. He's a betrayer. He's a snitch. See what is happening to you now. William Samoei Ruto, Mr. President, it is high time you talked to your first right-hand man, Mr. Farouk Kibet. Farouk Kibet cannot humiliate our Luo men, a CPA, a man who has gone to school, like John Mbadi. The kind of humiliation we saw today must not or should not repeat itself. Otherwise, Farouk will not step in Luo Nyanza. Our men must be respected, Mr. President.
Mr. President, he can do whatever he wants with Kindiki, but let him respect our men. Our men wameenda shule. Si kama yeye ameacha shule na class 3. Faruk Kibet, you are not the deputy president. You are a nobody. You must be warned. You must respect men. Your fellow men. You cannot be stepping on your fellow men like children. Those men are not your children. Those men wako na mabibi kwa nyumba zao. Kindiki has a wife. Our own man, John Mbadi, has a wife. He must be respected. Can you stop humiliating our men, Mr. Faruk Kibet? We know how powerful you are, but we can tell you as the Luo community that we are more powerful than you. We will not stand and sit back to see how our men are being treated. John Mbadi, kama ni mbaya, wachana na hiyo kazi. Luo men are very proud. You cannot be like that. Ungepiga huyo jamaa ngumi. Nini ilikuwa inakukataza kupiga Faruk ngumi? Luo men are not known for those. Huyu msaidizi wa rais unamjua? Si unamjua? Unamjua. Kuna mtu amjui? Hakuna mtu amjui. Yeye ndiye aliharibu. Anakuja anachukua vijana hapa anaweka kwa ndege na wasanya, Harambe, endeni hapa, sijui fanya wewe utakuwa president, wewe utakuwa running mate, acha nikuweke kwa ndege ya rais, hii ndege itakuwa yako. Sema wewe utakuwa rais, wewe utakuwa deputy president, sijui wewe nini. Uliona walikuwa nasunguka na ndege na pesa na magunia wakijipanga mambo ya 2032. Faruk, he says that I was fighting Faruk Kibet. Faruk Kibet. PA, mtu mdogo. Faruk Kibet runs the government. Co-president. He is a co-president in this country. Photographer. Mrefu. Huyu. In short, najaribu kusemaje? Tafuteni ma-PA wanaweza piga karibu job zote. William Ruto issues instructions to cabinet ministers through Faruk Kibet. He is a co-president in this country. Faruk Kibet runs the government. Everybody reports to him. The Inspector General of Police, the head of public service, cabinet ministers. Faruk Kibet is not a small man. He is a co-president in this country. Faruk Kibet runs the government. Everybody reports to him. The Inspector General of Police, the head of public service, cabinet ministers. William Ruto issues instructions to cabinet ministers through Faruk Kibet. Ministers tremble at his very sight. So, Faruk Kibet wanted to give instructions to Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua was elected by the people of Kenya alongside William Ruto. There is no way I would have allowed Faruk Kibet to give instructions to me. Hata naibu wa rais wakati alikuwa anaanza ofisi yake juzi anasema na munitafutie Faruk yangu mwenye atakuwa hapa. Hata nilikuwa nimemwambia Rais Ruto aniwachie yeye apage mambo yangu, akaniruka. Akasema anahitaji yeye nitafute yangu na mimi natafuta. Lakini nimemwambia Faruk nikitafuta yangu atanifanyia training 6 months ashike laini ndio aweze kuendelea mbele. Na niseme ukweli, kwa ushindi wa William Ruto na sisi alichangia kiasi kikubwa sana. Kwa sababu tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Faruk Kibet nafasi atupange. Kazi yenye alipewa, alianzia tu kupanga sisi ndio tuongee mzuri kwa mkutano na kukaa vizuri kwa ofisi. Anapanga mpaka kila mtu, hata naibu wa rais wakati alikuwa anaanza ofisi yake juzi anasema na munitafutie Faruk yangu mwenye atakuwa hapa. Hata nilikuwa nimemwambia Rais Ruto aniwachie yeye apage mambo yangu, akaniruka. Akasema anahitaji yeye nitafute yangu na mimi natafuta. Lakini nimemwambia Faruk nikitafuta yangu atanifanyia training 6 months ashike laini ndio aweze kuendelea mbele. Na tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Faruk Kibet nafasi atupange. Kupanga mikutano, kupanga ndege, wageni wakija wanapata chai, wanapata chakula, kuongelesha watu vizuri. Hii siasa Faruk Kibet alichangia kiasi kikubwa, na Faruk Kibet tunakutakia mema, na kwa niaba ya watu wetu wote, watu wa hapa
Kwa hii mtoto wenu tunasema asante. Farouk Kibet was collecting money from people to come and see me, and I have nothing to give them in return. And I went and I told the president, Mr. President, I'm your principal assistant. Please, your personal assistant cannot give me instructions. And if you want to give me any instructions, you give them yourself and I obey them to the letter. But you cannot use your PA to order me around. And your PA is taking advantage to make money from people. And I told you, Mr. President, for your information, because I'm your advisor in this matter, I will be failing in my duty if I don't advise you and tell you what is happening. Okay. All the people Farouk Kibet is clearing to come and see you, he's collecting money. And there's hue and cry in town. And you, State House is getting very disrespected because it has become a center of corruption.